Prot anadai kuwa yeye si binadamu, bali anatoka sayari inayoitwa K-Pax. Tabia zake ni tulivu. Anaongea kwa hekima, lakini anatoa kauli zinazowachanganya madaktari wote. Siku moja, watoto wanacheza nje ya hospitali. Prot anamsukuma msichana kwenye bembea, lakini ghafla watoto wengine wanawasha sprinklers, vinyunyizia maji. Sauti ya maji inamshtua Prot vibaya sana. Anaganda, anatetemeka na anaonekana kama mtu aliyerudi kwenye kumbukumbu ya kutisha sana ya zamani. Wanafamilia na wauguzi wanakimbia kumshika ili asijidhuru. Rachel anamchukua binti yake kwa haraka. Muuguzi anajiandaa kumpa dawa ya kumtuliza, lakini mara tu sprinklers zinapozimwa, Prot anatulia ghafla kana kwamba hakuna kilichotokea. Anataja apple pie na kutembea kuelekea mezani kawaida kabisa. Daktari Mark Powell, anayemsimamia Prot, anamwambia bosi wake kuwa tukio hilo lilikuwa ajali tu na kwamba Prot si mtu hatari. Mark anaanza kuhisi kuwa maji yalichochea kumbukumbu ya mshtuko mkubwa wa kihisia, trauma. Anaamua kufanya hypnosis au regression therapy ili kufungua kumbukumbu zilizofichika, ingawa ni hatari. Kabla hawajafanya hivyo, Prot anatoweka hospitalini. Madaktari wote wanapaniki. Polisi wanaitwa. Mark anatafuta kila mahali, anapiga simu kwenye makazi ya wasio na makao, lakini hapati jibu. Asubuhi inayofuata, Mark anamkuta Prot amekaa juu ya mti akiwa mtulivu kabisa. Prot anasema alitembelea nchi nyingi na kwamba alitangaza wazi kuwa anaondoka. Mark anamshawishi afanyiwe hypnosis, akisema vinginevyo madaktari wakuu watamjaza dawa kali. Prot anakubali. Wakati wa hypnosis, Prot anakumbuka maisha ya zamani duniani. Rafiki yake wa karibu aitwaye Pete. Baba wa Pete alifariki baada ya kuumia kazini kwenye slaughterhouse. Prot anakuwa na wasiwasi mkubwa anapoulizwa mahali, mapigo ya moyo wake yanaongezeka sana. Katika kumbukumbu nyingine, Prot anakumbuka akiwa kijana miaka ya 1985, Pete akiwa na mpenzi mjamzito aitwaye Sarah. Baadaye, mwaka 1991, Pete anaolewa na Sarah na anaajiriwa kwenye slaughterhouse. Lakini mambo yanazidi kuwa mazito kadri kumbukumbu zinavyosogea karibu na mwaka 1996. Wakati huo huo, wagonjwa wengine wanaanza kubadilika kwa njia ya ajabu. Ernie, mgonjwa aliyekuwa anaogopa sana kifo, karibu anafariki baada ya kushambuliwa na mgonjwa mwingine aitwaye Howie. Baada ya kufufuliwa, Ernie anasema kifo si kitu cha kuogopa tena, amepona kisaikolojia kabisa. Inadhihirika kuwa Prot alikuwa akiwapa wagonjwa hawa majukumu ya kuwasaidia kupona. Katika hypnosis ya mwisho, Prot anakumbuka tarehe Julai 27, 1996. Anasema akiwa K-Pax alihisi kitu kibaya kimetokea kwa Pete, hivyo akarudi duniani. Anakuta Pete akijaribu kujiua kwa kuruka mtoni baada ya tukio baya sana. Prot anakataa kusema tukio hilo ni nini, anaanguka kwenye mshtuko mkubwa wa kihisia na kuanguka sakafuni. Mark anasimamisha wauguzi wasimpe dawa na kumwamsha taratibu. Baadaye, Mark anakuta vitu vilivyodondoka mfukoni mwa Prot, penseli yenye maandishi Salva 55. Anagundua kuwa 55 ni kodi ya New Mexico na Salva inamaanisha Salvation Army. Utafiti unaonyesha kuwa huko Guadalupe County, Julai 27, 1996, kulikuwa na tukio kubwa. Mark anaenda huko na kugundua ukweli mchungu. Mwanaume aitwaye Robert Porter alipata mshtuko mkubwa baada ya mkewe na mtoto wake kubakwa na kuuliwa na mhalifu. Robert kulipomkuta mhalifu huyo, alimuua kwa kumvunja shingo. Baadaye, Robert alitoweka, wakidhani alijiua, lakini mwili haukupatikana. Mark anatambua kuwa Prot na Robert Porter wanafanana kabisa. Ukweli unafichuka. Prot alikuwa kiume wa kigeni aliyekuja duniani na kutumia mwili wa Robert baada ya Robert kuvunjika kabisa kisaikolojia. Kumbukumbu za Robert zilikuwa zimefichika mpaka zilipochochewa na sprinklers. Siku ya kuondoka kwa Prot inafika. Wagonjwa wanafanya sherehe ndogo. Prot anasema anaweza kuchukua mtu mmoja tu kwenda K-Pax. Baadaye, asubuhi ya mapema, taa zinawaka angani. Kamera za sigurani zinaharibika. Prot anatoweka. Mwili wa Robert unabaki hai, lakini katika hali ya catatonic.
Inagundulika kuwa Bess, mgonjwa aliyekuwa Bumba, ndiye aliyekuwa amechaguliwa kwenda K-Pax. Ameondoka kabisa. Mwisho wa movie, Mark anaendelea kumtunza Robert kama alivyoombwa na Prot. Wagonjwa wengine wanaendelea